Habari yako mtazamaji wangu wa Connection TV. Ni mimi mtangazaji wako Jesse kutokea The House of Detail and Fact News. Bwana, leo nimeona moja kwa moja nije ndani ya Alkebulan kwa kiongozi wetu, baba wa Afrika, Matuta Alkebulan. Tuna mengi sana ya kudiscuss naye, tuna mengi sana ya kumuuliza kuhusu elimu ya mila na utamaduni, kwa sababu yeye ndiyo ufunguo wa kitabu chetu. Mimi na wewe twende tukaspend moja kwa moja ili tupate majibu kutoka kwa kiongozi. Wanapenda kumuita chui mweusi, ila mimi napenda kumuita kiongozi wa fikra za Afrika. Bwana, kuna dondoo moja moja zinadondoka, ila leo nimeamua kuja kuketi naye kwa ajili ya kuzikusanya ili kupata jibu lililokuwa kamili. Karibu sana kiongozi. Karibu kiongozi wangu. Asante sana Madam Jess. Manake sasa ni madam kuvaa hilo vazi kama ambavyo nilikwambia, kuingia kwangu lazima ufanane na mimi. Ndio. Kiongozi, kabla ya kuanza yote maana leo nimeandaa maswali yangu, nilikuwa nahitaji majibu kutoka kwako babangu. Lakini kabla ya kuanza huko, tulikuwa tunataka kufahamu hili jina la Alkebulan Matuta limetokana na nini ama lina maana gani? Maana kwako kitu kidogo kinakuaga na maana kubwa sana. Tulikuwa tunaomba utupe maana ya Alkebulan Matuta. Wa kusimamia mila na desturi za Waafrika. Ndio. Na kusimamia ustaarabu na imani za kwanza za Waafrika, na muongoza himaya ya watu wa Alkebulani. Maana yake sisi hatukuitwa Afrika. Ukisikia neno linaitwa Alkebulani, Alkebulani ni bara la watu weusi, watu na dunia yao, lakini watu na Edeni yao, watu na miungu yao, watu na nafasi yao. Ndio maana halisi ya Alkebulani. Ndio. Sisi tuliitwa Edeni ya dunia, au watu wa kwanza kuishi kwenye dunia hii. Ndio. Kwa hiyo Matuta Alkebulani ni kiongozi wa kwanza wa hekalu la watu wa Afrika, au watu wa Alkebulani liliitwa Epet Esut ama Epet Esut. Ambalo hekalu hili liwajumuisha Waafrika kuomba Mungu wao. Ndio. Au miungu yao, lakini Waafrika kusimamia mila na desturi zao. Kwa hiyo mimi nimechukua jukumu hilo. Ndio. Kulichukua jina na kuchukua nafasi ya kuirudisha Afrika kwenye wakati mpya. Ndio. Lakini kuirudisha Alkebulani kama Edeni yetu ya zamani, Edeni yetu ya upendo, Edeni yetu ya amani. Ndio. Afrika ya sasa sio Edeni ya zamani. Ndio. Kwa hiyo hilo ndio jibu ambalo naweza kupatia kwa muda huu, na kwa sababu nina muda wa kuelekea kwenye majukumu mengine. Ndio. Maswali yako yawe na haraka, tusizidi dakika 2. Sawa kiongozi. Naam. Sawa. Na hii project yako ya unayoifanya sasa hivi, hii project ya African Ngoma, naona umeamua kuwashirikisha na watu weupe, wageni kutoka bara la Ulaya. Vipi hii imekaje kwa wana wa Afrika? Huoni kama unanyima nafasi ya kujua zaidi kuhusu tamaduni zao? Mimi kuwaita hawa ndugu zetu kutoka magharibi ni kujaribu tu kuwafundisha, kuwaeleza ya kwamba Afrika sio bara la watumwa tena. Afrika ni bara la watu wanaojitambua. Afrika ni bara la watu wenye nguvu. Afrika ni bara la watu wenye nafasi kubwa kwenye haya maisha. Kwa hiyo kuamka kwa mtu mweusi, hata mimi nilipoleta hii program ya watu kuamka, wameamka kwa sababu wanajua ya kwamba muda wetu umefika. Sawa sawa? Ndio. Muda umefanyaje? Muda wetu umefika. Na ndio maana waliposema ya kwamba watu hawa watakapoamka watatusaliti, watatupinga, wakatuita, tutakuwa wapingaji.
tutapinga majukumu yao, nafasi yao, uwezo wao. Alafu jambo jingine nikwambie tu mwanangu Jesse. Shukrani sana. Na hii project yako tulikuwa tunataka kufahamu ni kwamba unashirikiana na shirika gani haswa? Yaani unashirikiana na mashirika ambayo ni ya kiserikali ama sio ya kiserikali, ama ni kuna mpango maalum umeuandaa ambao unaweza ukawasaidia, yani unaweza ukawawezesha wao wageni wa nje kuzielewa tamaduni zetu? Mimi sishirikishi serikali wala taasisi yoyote. Serikali wala taasisi, mimi sio mwanasiasa. Ninachoitaka tu Afrika iwe na amani, upendo, mshikamano na ushirikiano. Sio mchochezi ninayekaa sehemu kuchochea moto, alafu nikiona moto umewaka nikimbilie magharibi. Never ever. Mimi mwenyewe ni serikali zaidi ya serikali zote. Kama tunataka kutetea maslahi na uzalendo wa vya kwetu, wenzetu wamechukua, isifikie wakati sasa waanze kutucontrol, kutuona kwamba madini yetu, milima yetu, himaya zetu, mito yetu wana uwezo wa kuchukua hivi hivi. Hata mimi nitakuwa zaidi ya serikali. Ndio. Kwa hiyo cha kwanza, mamlaka husika na mataasisi mbalimbali ya Kiafrika hata nje ya Afrika natakiwa kujua tu hivi ni vya kwetu sisi, havitakiwi kuondoka nje. Hata vikiondoka kuwe na mikakati maalum, lakini inapotokea tukaonewa, tukalagaiwa, kuna watu wakapanga mipango kwa ajili ya kudhulumu, kutudhulumu sisi na ardhi zetu, kutudhulumu sisi na himaya zetu, kutudhulumu sisi kwa sababu wana mpango wa kutengeneza vimvuli vyao, shadow government, lazima tuongee. Lakini mimi kuingilia mambo ya serikali, hapana. Hapana, kwa kweli mimi siko huko, lakini kuilinda ardhi yangu, kuwa mzalendo wa vya kwangu. Uzuri mimi sio mwanasiasa na siingii kwenye siasa. Niko radhi. Sawa sawa. Ndio. La pili, kwenye swali hilo kubwa dogo, nimeona nimesikia umeniuliza hapa, kuna watu wako nyuma yangu. Mimi sina mtu nyuma wala mbele, kushoto wala kulia. Ndio. Mimi ni Pan-Africanism, kiongozi wa mila, tamaduni, ustaarabu wa watu weusi. Kwa hiyo sihitaji mtu akija kwangu aje tu support, lakini siko kwenye migogoro ya kuvunja amani ya Afrika. Siko kwenye migogoro ya kuchonganisha watu. Ndio. Nachohitaji ni sisi tuwe pamoja, tuwe kitu kimoja, tuitengeneze Arekebulani yetu. Naam.